Young Africans wanakwenda kukutana na timu ya aina gani kwenye pitch? Yes, Young Africans inaenda kukutana na timu ambayo iko direct. Unajua timu za kaskazini nafikiri unaelewa ni timu ambazo hazina mambo mengi. FAR Rabat ni miongoni mwao. Ni timu ambayo haipendi kufanya build up. Goalkeeper akishaweka mpira wake after goal kick anaiweka chini, anarudi nyuma. Ahmed Rega Nauti anaupiga mbele, wanakuwa wengi zaidi juu, wanajaribu kuwin kule kwenye eneo la mpinzani, na kama wameukosa basi watahakikisha wana win zile second balls kwa sababu wana uwezo wa kupress. Na ndio maana kwenye takwimu zao utagundua wamepiga mipira mirefu kwa wastani wa mipira 25.8 per game, na ufanisi wao wa kuiwin pia ni mkubwa, wanawin kwa 60%. Kwa hiyo Yanga watakutana na hiyo scenarios. Goalkeeper Ahmed Reda Nauti anaweka chini, anarudi nyuma, anaupiga mbele. Sawa. Lakini in some cases wanakuwa wanafanya build up. Mchezaji ambaye ni crucial kwenye build up anaitwa Mohamed Rabia Hermat. Huyu jamaa ni hatari. Of course nitamuelezea hapa. Kwenye build up yupo, kwenye eneo la ushambuliaji yupo. Mara nyingi sana wanapoanza build up yao mabeki wawili wakati. Kuna namzunguzia Marwan Ludni pamoja na Falou Mendy anaitwa. Wanakuwa wanasogea kidogo, wanatanua yani wanatanua mapana ya uwanja, lakini unavofanya hivyo automatically kutakuwa kuna space kubwa baina ya defender na defender, ambapo ndo anashuka sasa Mohamed Rabie Hermat kutengeneza kitu kama back 3, alafu mbele yake anasimama Izzeddine Derag. Izzeddine Derag ni kiungo namba 6 huyu, ambaye ndo ana partner kwenye pivot na Mohamed Rabie Hermat kutengeneza kitu kama diamond shape. Umeelewa? Yeye anavocheza pale anafanya timu pinzani inakuwa narrow, yani inakuwa inajaa katikati, kwa sababu haiwezi kutanua, kwa sababu ikitanua yeye atakuwa free kuweza kureceive mpira kirahisi na timu kuprogress kupitia yeye. Ndipo ambapo sasa huyu Marwan Ludni center back anasogea pembeni zaidi na kupata space ya kuweza kusogea juu. Anavosogea na mpira manake anawafanya ile timu pinzani kuipa maswali. Je, waje kumpress? Wanavompress manake wanaacha space nyuma ya huyu Anas Bash. Muda mwingine huyu ni fullback, lakini muda mwingine anachezeshwa kama kiungo mshambuliaji. Kocha Alexander Santos amegundua hilo. Kwa hiyo anamtumia, na hata kama sio yeye, kiungo yote namba 10 atakuwepo hapo baina ya mistari kuweza kureceive. Anapopokea mpira mbele yake anakutana na wachezaji wawili. Mchezaji ambaye anafanya movement nyuma safu ya ulinzi pamoja na fullback ambaye ame-overlap. Wanatengeneza mazingira ya 3 versus 1. Watatu dhidi ya mmoja. Umeelewa? Kwa hiyo hii ndio progression yao, wanakuwa wanaifanya hivyo. Na ndio maana mabao yao kwa 63% wameyafunga kupitia maeneo ya pembeni. Umeelewa? Kupitia crosses zile na vitu kama hivyo, kwa sababu katika mabao 22 ambao wameshafunga, mabao 14 yote yamefungwa kupitia maeneo ya pembeni kwa sababu ya hii progression.